Bwana so kinyonge, leo hii siku nyingine tena tunaendelea pale pale tulipoishia. Tusogee mbele turudi nyuma. So mida fulani hivi ikafika, akaitwa Dina pale, wakaanza kula msosi na bidada akaanza kumuuliza babake kwamba mimi ndo sababu iliyofanya mpaka mama yangu afe. Mzee akawa anakula tu yuko zake busy hivi. Anamwambia niamjibu baba. Akamjibu ndio, wewe ndo sababu ya kufanya mke wangu mimi afariki. Wewe ndo sababu kwa kila kitu. Binti akashangaa vibaya mno kwamba yeye mwenyewe anavumlilia mama yake na kwamba babake anavomwambia yeye ndo sababu ya paka mama yake amefariki. Akabaki na huzuni sana bidada. Akabaki pale kukaa mezani anaendelea kupata msosi. Mara ghafla baadaye akawa anaenda kujiandaa ili kupata muda wa kwenda zake shule. Rafiki yake anaitwa Tracy akampigia simu. Yeye akatoka zake hivi akawa anasogea ili kuangalia nani kampigia, akapokea. Rafiki yake akamjibu. Akarudi speaker akamwambia, "Hey Tree, vipi fresh, ni aje, mbona upo kinyonge hivyo?" Sijisikii poa tu. Akawa anambembeleza pale. Huyu ni mmoja kati ya rafiki yake ambao anamfanya yupo comfortable anytime. So rafiki yake akawa anamwambia, "Mbona uko sawa Shirin?" Anambia, "Bwana baba hapa katoka kuniambia sijui mimi ndo sababu ya kumwambia mama mpaka amefariki." Anambia, "Usio na shida bwana, kuwa sawa, tukutane shule." Kwa nini unakuwa hivyo? Huko akiwa anaendelea tu kujiandaa hapo. Anambia, "Bwana mimi sipo sawa kwa kweli, yani siku ya leo sijisikii kabisa kuja shule. Yaani nataka tu nikae tu nyumbani lakini ndo nasubiri hapa." Anambia, "Basi sawa." Wana mapozi yao wenyewe kama uko sawa. Nashika kidevu hivi. Anambia, "Basi sawa. Mimi nakusubiri wewe leo shule, lazima ufike. Fanya hivyo basi, jiandae ufike shule." Wakaeka mapozi yao kwa pamoja wenyewe wakaonekana wote wako sawa. So anambia, "Basi baadaye tutakutana shule." Poa. Dada akaendelea pale kumpa support rafiki yake, anamfanya yuko sawa, akambusu pale naye akamkiss bye bye. Dada akaeka simu pale, wamekata simu na kusogea hivi akiwa anaangalia tu picha ya mama yake, huzuni vibaya mno. Akatoka nje moja kwa moja paka kwenye gari ambayo anatakiwa aende nalo shule. Akafungua na kufungua buti. So hajajua mpaka anafungua buti kwenye gari anataka afanye nini. Alipofungua buti kwenye hiyo gari yao ambao anatakiwa waende nayo shule, alipofungua kimya, kuna baadhi ya waya ameichokonoa pale, amegusa. Sijajua sababu yake, inaonekana kwamba anahitaji kuelekea. Hataki kabisa leo siku ya leo kwenda eneo la shule. Amefunga pale buti ya gari, akaingia tena ndani. Baada ya muda kidogo hao na driver wake wakawa wanatoka mitaa nyumbani kuelekea shule. Mara ghafla njiani driver akashangaa gari imestaki, imezingua. Akaona namna gani imefanya gari imezingua tena. Kwa hiyo kila siku gari inazingua kila siku. No way, lazima tu wapitie garage. Au wanatakiwa watoke hapo wapitie mitaa garage. Kwa upande wa garage huku bwana, nakutana na huyu mshikaji ambaye anaitwa Edoboy. Huyu mshikaji ni mtu wa madili vibaya mno hapa garage. Kuna huyu mwanae ni General na huyu mshikaji mwingine hapa, huyu ni Edoboy, ni mtu wa madili vibaya. Dakika chache tu mwamba huyu hapa akafika katika moja kati garage hapa. Akamwambia, "Je, vipi boss wenu uko wapi?" Mtu kashachelewa zake shule hapa, mind vibaya mno. Huku na huku mwamba mmoja akamwambia, "Yule demo lazima awepo tu mule ndani ya ile gari." Wakawa wanafurahi tu kumwangalia DJ General pale. Baada dakika chache tu gari ikafunguliwa huko na kumuonyesha bidada anatoka ndani ya hiyo gari. Watu wakasema, hatari sana. Wajishtua na huyo demo hapo kafungua. Wakafungua demo mwenyewe akawaangalia, washikaji wote wakadumaa, baki kumwangalia tu bidada ni jinsi gani ilivyokuwa na uzuri wa kuvutia. Mshikaji akaanza kumchukua, mwana wa General akatulia vibaya, akamchoma na muhindi. Mshikaji akashtuka ghafla, "Vipi mzee?" Demo akafurahi sana. Yaani demo kati sehemu ambayo anaona kwamba atapata kidogo utulivu na amani ya moyo, ameona kwamba akija kwenye mitaa garage hapa ndio kidogo akili yake inaweza kawa sawa. Maana kidogo yule engineer wao anaoitwa Harris akatokea, akamwambia, "Wewe DJ General, nilikupa kazi gani toka asubuhi ifanye?" Akamwambia, "Bosi, nimesahau kuifanya." Njoo." Akamvuta huko kwa pembeni, mpiga kofi. Demo akashtuka, "Kuna kitu gani?" Mvuta hivi pembeni na kumpa kazi, akamwambia, "Piga magoti, nyosha mikono juu. Kwani kazi zangu nakupa muda mrefu ufanye, wenzako wote wako busy na kazi, wewe tu una maneno mengi unaongea sana. Piga." Dada huko pembeni akawa anashikwa na huzuni vibaya kumuona mshikaji hapa amepigisha magoti. Akamwambia, "Sister, vipi umefika?" Akamwambia, "Vipi, naomba umwachie huyo, mwambie anyanyuke." Akamwambia, "Hapana, siwezi nikamwachia anyanyuke." Dada akamwambia, "Naomba umwachie anyanyuke, usifanyie hivyo." Mshikaji akamwambia,
Kidogo dada naye akaona so kesi, naye moja apige magoti pale pale kumsaidia mshikaji makosa ambayo alifanya, bila kujua kosa gani alofanya mshikaji, lakini bidada akaamua tu naye afanye adhabu ile ile, kama vipi awasamee wote au waendelee kufanya adhabu. Washikaji wote wakazidi kupata na butwaa kumwangalia tu mshikaji, kitu gani tena kinaendelea, na kumtazama usoni huku ana smile. Dakika mbili nyingi mshikaji huyo hapo driver akamwambia